Neema rafiki yangu. Hivi, una uhakika kweli mtoto ni mzima? Ndio ni mzima Zawadi. Nimempima pale nimeona yake ya moyo na hema. Ingawa kwa mbali lakini ni mzima. Ila mimi ningependa twende tukatoe taarifa serikali ya mtaa. Maana si unajua mtu mmoja tumfahamu. Tino mwongea jambo la muhimu sana. Mimi ninachokiona. Twende sasa hivi. Tukatoe taarifa. Mbona analaka sana? Tusubiri kidogo. Anaweza kazinduka. Alafu tutampeleka. Basi sawa rafiki yangu. Mimi nikuelewa. Sawa. Neema rafiki yangu. Yaani hauwezi amini. Toka jana ulivyoondoka hapa, yule mtoto hajaamka. Yaani kiukweli, ishaanza kuogopa mwenzako. Zawadi, usiogope bwana. Ataamka tu. Ila mimi nilikuwa na wazo. Bora tuende tu kwa mjumbe tukatoe taarifa. Au unaonaje? Hapo umeongea neno sasa. Ninachokiona, bora twende sasa hivi. Maana huyu mtoto akinifia huko ndani, sijui hata pa kumpeleka. Hiyo nalo neno. Basi jiandae twende. Sawa, nisubiri. Sasa kwa nini hamkutoa taarifa mapema? Sasa je, huyu mtoto angewafia? Au lingetokea jambo baya? Mngejibu nini? Ni vipi? Sasa siku nyingine mkimuokota au kumsaidia mtu msomjua, fikisheni taarifa mapema serikali ya mtaa. Mmeelewa? Mmesikia? Msije mkafanya makosa mengine. Alafu kingine, msiniletee kesi za kuokota watoto tu. Siku nyingine mkigombana na ume zenu, mniletee hizo kesi au mje kulala. Sinawezekana? na watania tu. Basi ngoja nikajiandae tuje kuondoka. Sawa? Sasa mnashangaa nini? Mjumbe, kinachotushangaza hapa, huyu mtoto tulimfungia ndani. Yaani tumehakikisha kabisa mlango tumefunga. Ametoka tokaje na kukaa hapa? Auoni kama ni kitu cha ajabu hicho? Hebu subiri kwanza. Wewe binti, umetoka tokaje ndani mpaka ukakaa hapa nje? Wewe bwana wewe. Unamuulizaje mtu mpaka tibali hajapumua? Wacha tulie kwanza. Ili tuzungumze naye. Hiso kazi yako, kazi yangu, sawa?
Mtoto. Hello. Unaitwa nani? Binti. Unasoma? Sasa mimi kwa jinsi ninavyomuona huyu, naona fahamu zake hazijarudi bado. Hatujui kilichomkuta. Pengine labda alipata mshtuko fulani au kuna kitu kimtisha, hatuwezi kujua. Na tukiendelea kumhoja tuweze kupata ukweli wowote. Ni washauri tu tumwache kwanza ili atulie, akili yake kae sawa, ndipo tumuhoji. Akipata ufahamu atatupa ushirikiano kwamba yeye anaitwa nani, baba yake ni nani, anaishi wapi. Hapo ndipo tutaanza uchunguzi. Niwaombe kitu, kwa sababu nyinyi ni watoto wa kike na huyu ni mtoto wa kike, muendelee kukaa naye, kwa sababu taarifa zake tayari niko nazo mimi kama mjumbe, pia liko chini yangu. Mjumbe hilo hapana. Tunachokijua huyu ni mjumbe wetu. Tumekuja kwako kukuelezea shida kwa tumemwokota mtoto. Sasa iweje mtoto umemuona usiondoke naye kwako? Bado tena niendelee kubaki naye hapa? Mimi sina mke. Pale nyumbani niko peke yangu. Naishi naye vipi afu mtoto wa kike? Hapa alipo hawezi chochote. Hata kuoga hawezi. Mimi nitamuogesha? Au unataka wewe uje nyumbani? Mkae njoo nyumbani. Kama zangu. Siwezi kwenda kukaa kwako mimi. Na wewe? Haka, mimi ni chumba changu kimoja. Sasa sikiza, niwaombe tu nisaidie kwa hili. Kwa sababu hili liko chini yangu. Popo, muda wowote nikitokea la kutokea, naomba mnipigie simu. Sawa? Sawa mjumbe. Sisi tumekuelewa. Tutabaki na huyu mtoto. Chochote kitakachoendelea tutakupa taarifa. Akikaa sawa, kama atazungumza chochote, tutakupigia simu uweze kufika mara moja. Shukrani sana. Binti. Hivi wewe hauoni hata aibu? Una mwezi wa pili sasa haujalipa kodi yangu. Umekaa unajiachia tu. Unajiachia tu yani. Haukumbuki kuwa hii ni nyumba ya watu. Na unatakiwa kulipa kodi. Unategemea nini? Sio hivyo baba mwenye nyumba. Yaani kuna matatizo tu yamenikuta, ndio maana umeona kimya. Lakini mimi nakuahidi, kuna mchezo wangu nacheza. Yaani tarehe 20 napokea hela yangu. Mwenye nyumba nitakuletea pesa yako yote bila kuchelewesha. Aha. Sawa. Sasa nisikilize kwa makini. Hii ni nyumba yangu mimi. Na sijakulazimisha wewe kuja kupanga kwenye hii nyumba. Sijui umenielewa? Kwa hiyo usinisumbue. Na wala usiniangaishe kutaka mimi pesa yangu hapa. Umesema tarehe 20. Hii ni last chance. Nakupa nafasi ya mwisho. Na tarehe umeipanga wewe mwenyewe. Nikirudi tena hapa, sitohitaji msalie mtume. Na sitotaka mazungumzo yako zaidi ya pesa yangu.
Hiyo ni hela. Kalipo kodi kwa mwenye nyumba.